Wewe mikate? Vipi? Nini tena mikate? Usijali mwanangu. Tulia kwanza. Wewe. Asa mbona ipokuwa? Yaani ndio umefikia huku mikate? Sikia kwambia mwanangu. Sikia kwambia ndio fukuza wachawi mwanangu. Na unajua nini kinatokea katika maisha yangu ya saizi hivi karibuni majuzi kati hapa, si unaelewa mwanangu? Maana mnaniaje kwao, niko hapa najipoza, si unaelewa? Au unasemaje? Mikate. Wewe unapotea ndugu yangu. Au sijali mwanangu, mambo ya kawaida haya. Umekupa na nini mikate? Unajua bwana, hii hapa kama hii ndio dawa sasa. Yaani mauzauza yote kuisha wangu. Dawa unaongeza matatizo? Hakuna matatizo hapo babu. Afu unajua kuzingua mwanangu, mimi nikuta kwa viwanja vyangu vya dawa na kuja kuzingua dakika za mwishoni mwanangu. Sikiliza nikwambie mikate. Sawa? Yeah. Yaani huko unakokwenda siko kabisa. Mnawezekani mwanangu. Yaani ni hatari kabisa huko unakoenda. Sio haiwezekani. Unafikiri ukianza kutumia hii kitu kuvuta bangi sijui nini, unafikiri ndio utamaliza matatizo haya? Itaisha bana, sijali. Yaani hizo mikate kila siku nakushauri. Vipi bwana wewe? Kila siku nakushauri mikate. Kila siku. Kwani ndio unielewi? Wewe unanishauri kuhusu nini babu? Nini tena? Kuna nini tena? Hamna kitu mama. Vipi? Hapo mwa zingua mama. Unajua kuzingua mwana. Wewe sikiliza nikwambie. Naambia. Haya mambo haishi vivi. Bali. Haya mambo haishi vivi. Punguza kwanza mawazo ambayo uko nayo kichwani. Babu vipi sasa? Mimi nakwambia kabisa wewe kuna mambo ambayo uko nayo kichwani ambayo yanakupelekea huko. Hizi mwana. Wewe nishakwambia kabisa achana na hizi habari, achana na mambo. Kila siku nakwambia tafuta hata mwanamke atakuwa kushauri mambo kama hayo, utaacha kuwaza mambo ya kijinga, mambo ya kipumbavu, utakuwa busy, labda atakuwa kushauri mambo mazuri. Kuliko ni hali ambapo unafikia huko siko. Mimi nimesomeka mwanangu. Acha mambo yako hayo. Nimesomeka mwanangu, mimi sio mpango kabisa hivyo. Yaani hivyo unavyofanya sio mpango kabisa. Haina noma basi. Inabidi ubadilike. Jamani, nimewaita hapa kwa jambo moja tu. Jambo lenyewe ni kwamba kuna maneno ambayo nimekuwa siyaelewi hapa ndani. Hususan kuhusu mgeni wangu huyu hapa ambaye nimemsaidia. Labda niwaulize kuna shida gani na mgeni wangu hapa? Kaka. Ni kwamba humu ndani tunaishi na jini. Yaani huyu ni jini? Ni jini. Shaza uchanganyikiwa. Wewe mikate yangu niambie bwana. Hapo labda ni moja kwa moja. Abi angeyoga kwenye point kwamba huyo amemfanyia nini? Wameongea nini? Unaona? Kwa sababu kuna vitu kweli vinaendelea, ila sasa dada labda atuelezee kabisa, anakwambie moja kwa moja, maana mimi nikikwambia hutanielewa. Labda dada akwambie mwenyewe, dada mwambie kweli. Kaka alikusema huyu ni jini. Huyu ni mchawi tena mshirikina mkuja kuturoga kutuchonganyisha. Sema huyu mikate anamuogopa, anapopigwa na huyu jini anamuogopa, ndio maana ananirushia mimi. Mara ya kwanza nilipigwa na nilifimbo. Mara ya pili matunda yalipotea kimiujiza. Tena ile siku umenikumbusha. Nakuangalia na kula matunda wewe, unakula matunda umemaliza afu sasa yamepotea. Wewe usikilize mgeni wangu hapa. Yaani kaka, basi atakapokuja kutokea na wewe ndio utakapokuja kunielewa kwamba mimi nilikuwa namaanisha nini. Doni. Hebu niambie. Anachosema hawa mdogo wangu hapa na rafiki yangu pale ni ya kweli? Yaani kama wanitia kiu ndani waseme tu jamani. Yaani kumbe wewe uliponisaidia dadako apendi. Jamani. Wale tu hata jinsi ataongea yake tu jamani. Yaani mimi nahisi nyie hampendi tu. Mimi
kama wanitaki mimi naondoka basi. Sasa Doli nisikilize mimi. Sawa, mimi ndo nikusaidia. Sawa. Hapa ndani nakaa na dadangu. Sawa? Kwa hiyo naomba nisikilize mimi. Dadabi, mimi naongea kitu kimoja. Naongea jambo moja. Huyu atakaa hapa na tutakaa naye hapa mpaka atakapojisikia yeye mwenyewe kuja kuondoka. Atakapoweka mambo yake vizuri, basi ataondoka. Lakini kwa sasa naomba tumwache kwanza. Huyu anahitaji msaada kwa sasa, yaani msaada wetu. Unasikia? Nakumbuka hata marehemu babu alivyokuwa anakufa alisisitiza neno moja, tunasema tupendane. Yaani tupendane na huyu hapa. Huyu ndiye ni binadamu kama sisi. Tanisamee kakaangu. Wote mimi nawachukulia kama wadogo zangu. Yaani haki yangu mimi ndo kunifananisha na huyu. Hivi wote nachukulia kama wadogo zangu, nyie wote wadogo zangu. Kwa hiyo haina shida. Ushaanza kubadilika kabisa na kuona. Hilo limeisha. Niwaache hao wawili ongea hapo hapo. Kwa hiyo mnaamua kutususia sasa. Ongea. Kumbe Jayala ananichukulia mimi kama mdogo wake. Yaani mimi ni sawa tu na Abi. Asa nitawezaje kufanya kazi yangu? Mbona hii kazi ngumu sana? Yaani huyu ndio mwanaume anayetakiwa kule ili mimi nikawe malikia. Sasa huyu mwanaume ananichukulia mimi kama dada yake. Hawezaje sasa kumpata? Mbona mtihani? Dadake naye ananichongea, Mikati ananichongea, ni mambo yameharibika. Kichwa changu kinauma, sielewi nifanye nini. Taweza? Lakini nitaweza. Nitimize lengo lililonileta hapa. Najaribu kucontrol hasira nilizonazo, lakini nikishindwa taua wote ili lengo langu litimie. Vipi wewe? Tupa hiyo. Ngoja kwanza bana. Nimesema tupa hiyo. Unakuta watu tumezoeana. Basi. Umenisahau. Aya tupa. Leo sijaja kwa ugomvi. Ya niambie. Fanya vyovyote Jayala awe wangu. Awe wako kivipi? Anitongoze mimi, nataka kuwa na Jayala. Naomba ufanye juu chini Jayala awe wangu. Hii kazi nakupa. Yaani wewe mimi nitamuingiza mwana kabisa, yani najua mtu tunawaswa naye afu nimuingize kwenye matatizo. Niwe naona kabisa. Naomba ufuate nilivyokuambia. Haiwezekani bwana. Mimi siwezi kumuingiza rafiki yangu kabisa, yani rafiki yangu yule kama ndugu ujue. Yule kama ndugu, yani namchukulia kama mwana, yani familia yule ujue. Afu mimi mwisho wa siku, yani dakika za 90 nije kuzingua nimuingize kwenye engo za wauni. Haiwezekani mwanangu. Sijaja kubishana hapa. Nimekuja kukuambia fanya juu chini Jayala nitongoze. Haiwezekani bwana. Utaki? Haiwezekani. Wewe vipi wewe? Wewe. Vipi wewe? Kaka. Niambie ndo. Naweza nikakuuliza? Niulize.
Hivi umeoa?